Na karibu michezoni. Mwenyekiti wa klabu ya Mathare United Bob Munro amesema kwamba bado hawajatia sahihi mkataba wa matangazo ya kandanda ya ligi kuu nchini na kampuni ya Star Times. Munro amedokeza kwamba kuna vipengee mbalimbali ambavyo hawakubaliani navyo na vimewazuia kutia sahihi mkataba huo. How can you ask a team to sign an endorsement letter on a contract they haven't seen? And when they have seen it, find out that it's seriously flawed. Have any of you ever seen, for example, in the rules, FKF regulations and rules for football, have you ever seen grounds for postponing a match because someone has questions about an off-the-field commercial agreement? Is that grounds for postponing a match? Have anybody read that in the rules? Gentlemen and ladies? There's clearly bigger things going on, but it's not football. It's football politics, and I don't like football politics. So at the end of the day, usually the players end up suffering the most. Na kwa wakati huo klabu ya Mathare United imepigiwa jeki na kampuni ya 555bet baada ya kupokea udhamini wa shilingi milioni 20 kutoka kwa kampuni hiyo kwa muda wa mwaka mmoja. Udhamini huu utasaidia klabu hiyo kwenye shughuli za kila siku. Thanks to you, frankly, I always speak frankly, thanks to you the players got full salaries in October, they got full salaries now, and they're going to get full salaries for the next, going forward in the months forward, and that will provide a stability in their families and in our club, which has been missing. Why sports? Sports is important for everybody because it keeps people, especially young kids out of the streets, out of danger. Also sports gives the fundamental value to the youth in order to grow as a good man, as a successful man. And also teaches a very high valuable value, which is actually that champions are not the people that are winning every day. They also learn through defeats. And that one is now the learning curve that you have to take upon. We are here together. Na ligi ya taifa NSL haitaanza mnamo tarehe 5 mwezi Disemba kama ilivyoratibiwa, na badala yake itaanza Disemba 12. Bodi ambayo inasimamia ligi hiyo imeafikia mwafaka wa kuahirisha ligi hiyo ili kuvipa vilabu nafasi zaidi kujiandaa kwa shughulikia wachezaji, haswa kuweka ange mikakati ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. We have discussed about the possibility of starting the league. It was anticipated we can start this coming weekend. But after liberations, we are planning to start on the weekend of 12th. So we are ready for the league, despite the fact that there are challenges about the COVID and all the protocols, but we are determined to give value to this league by starting possibly on 12th of December. We'd love to seek more funds from sponsors and maybe urge the government to assist whenever possible, especially to take the test. Because we depend mostly on funds in terms of supporting and encouraging the team. So it will be a big challenge, but we are looking forward to see how we can overcome that challenge. Na hatimaye Soy United FC iliyofuzu ligi ya taifa ya NSL kwa mara ya kwanza msimu huu ina imani itamwaga cheche kwenye ligi hiyo baada ya kusajili wachezaji 12 wageni watakaoimarisha kikosi hicho. Klabu hiyo ina matumaini ya kumaliza miongoni mwa timu 4 bora katika msimu mpya na hatimaye kushiriki ligi kuu nchini. Sajili nimefanya nzuri kabisa. Kama vile kwa mpira ukipoteza ule mzuri, waleta mzuri zaidi kuliko ule ulipoteza. Na naamini wale nimeleta ni wazuri kuliko hata wale walioenda. Kama kwa defense nimepata wengine 3 bora. Hapo kwa Ambrose Mayuro mwenye alitoka nimepata mwenye hiyo tajriba yake. Kwa goalkeeper pia niko na goalkeeper ana uzoefu. Naweza sema ni mzoefu kabisa, anajua atanibeba juu kabisa. Na watazamaji kwenye Burudani TV na KTN Home tunakomea hapa, ila kwenye KTN News kabla ya Kisa Wandera kukuja na front row nitakuletea taarifa 1-2 hivi kabla tukamilishe taarifa zetu za KTN leo. Usiende mbali.